Haleluya. Sasa sikia nikwambie, mwingine atakwambiaje, mbona nimeenda katika roho? Unajua watu wengine wanajua kisha ukoka amejazwa Roho Mtakatifu, anaona ndio imeishia pale. Wana wa Mungu, unapokuwa umeukoka ukajazwa Roho Mtakatifu, unatakiwa sasa kudumu na kutambua nguvu zizidi kuja, ni kudumu katika neno. Amen. Dumu katika neno, maana Mungu ni neno. Yohana 1:1 mpaka 5. Hapo mwanzo palikuwepo na neno, naye neno alikuwepo kwa Mungu, naye neno alikuwepo Mungu. Amen. Vyote vilifanyika katika huyo, pasipo yeye akikufanyika chochote. Na tunaona Mwanzo 1:1 mpaka 5. Mungu alitamka na kuumba kila kitu kwa neno, siku ya kwanza mpaka ya 7. Vyote vilikamilika vya hapa duniani. Kwa hiyo neno linafanya jambo, ulielewe jambo. Ile jambo linakutoa, ilo jambo la kwako liko rohoni. Huwezi kuliona bila kuwa na neno. Maana neno ni Mungu na neno ni roho. Yohana 6:63 inasema hivi, hayo maneno niliyowaambia ni roho tena ni uzima. Mwili hauwezi kitu. Roho ndio inatia uzima kwenye mwili. Mwili hauwezi kitu, roho ndio inatia uzima kwenye mwili. Kwa mwili wako hauwezi kitu. Hayo maneno ni roho tena ni uzima. Unajua roho ni pumzi, Roho ni pumzi. Pumzi ikiondoka mtu anakuwa hana uhai, anakufa. Lakini anapoishi, anaishi kwa roho. Roho ni pumzi ya Mungu. Mungu alimpulizia Adamu akawa nafsi hai, akaishi. Kwa hiyo roho, maneno ya Mungu ni roho. Haleluya. Maneno ya Mungu ni roho. Na maneno ya Mungu ni Mungu mwenyewe, kama nilivyokuambia Yohana 1:1 mpaka 5. Hayo ndio yanayoumba muujiza wako. Hayo ndio yenye nguvu. Waebrania 4:12 inasema neno la Mungu li hai tena lina nguvu. Unaona, uhai na nguvu vinaenda pamoja. Uhai wa Mungu unaachilia nguvu zake za kufanikiwa. Kufanikiwa kama unakuwa na afya tele, kama roho yako inafanikiwa. Amen. Kwa hiyo dumu katika neno. Dumu katika neno, utaona nguvu. Bwana anasema katika Zaburi 37. Amen. Nikusomea hapa. Katika Zaburi 37 mstari wa 6 mpaka wa 7. Anasema hivi, ataitokeza haki yako kama nuru na hukumu yako kama adhuhuri. Ukae kimya mbele za Bwana, nawe umgoje kwa saburi. Amen. Umeona? Umgoje kwa saburi. Mgoje Mungu kwa neno. Haleluya. Kwa hiyo neno lina nguvu ya kuachilia ufanikiwe. Mwili wako hauwezi, unagawanyika kwa ajili ya neno tu. Unatenga mifupa na mwili wako na neno la Mungu. Lina nguvu tena ni upanga. Kwenye mwili wako huo unagawanyika, mafuta na mifupa na kila kitu vinakaa sawa, linaumba lenyewe. Neno la Mungu liliumba tangu rohoni, na likija kwenye mwili linaumba jambo lako. Kuna nguvu inatokeza. Haleluya. Ezekieli 37 alipoambiwa atamke neno, alipotamka neno akasikia kishindo. Kwa hiyo ina maana kitu cha kiroho kilikuja. Kitu cha kiroho kilikuja kikaanza kuumbika kwenye ardhi, mifupa ikaanza kusogeleana. Amen. Nyama ikatokea, mishipa ikatokea, ngozi ikatokea, kichobaki Mungu akapulizia tu pumzi. Ndivyo inavyokuwa. Uweza wa kuumba kitu kitokee, hilo jambo lako ambalo unaona huwezi, inahitaji nguvu ambayo ni roho, ni neno la Mungu. Kwa hiyo dumu katika neno. Amen. Neno linapokuja linaumba mambo makubwa yanatokea. Neno la Mungu lina nguvu. Dumu katika neno. Tatizo la watu wengi, anasema iko rohoni, lakini hajui neno, hadumu katika neno. Sikia nikwambia, hapa duniani huwezi kuishi kwa kula chakula na kwenda kwa mambo yako, hutaona mafanikio. Dumu katika neno, utaishi kwa neno. Hiyo Mathayo 4:4. Neno la Mungu nasema mwanadamu hataishi kwa mkate. Ndugu yangu, utaishi kwa kula ugali, kwa kula sijui nyama nini, mwili wako utakuwa batili tu. Unaishi kwa neno. Maana neno ni pumzi ya Mungu, neno ni uhai, ni nguvu zako, ndio utakuwa na uzima na kufanikiwa katika mambo yote. Mwanadamu hataishi kwa mkate. Mathayo 4, narudia tena Mathayo 4.
mstari wa 4, mwanadamu hataishi kwa mkate bali kwa kila neno litokalo kinywani mwa Bwana. Neno la Mungu litafakari, usilisome tu hivi hivi. Hebu nikuulize, kila siku kuanzia asubuhi mpaka ile jioni, saa 12 kawa jioni kawa asubuhi, je, umepata neno la Mungu? Umeenda katika neno? Umesoma neno lolote? Jiulize kwanza, alafu nataka mafanikio. Ndugu yangu, dumu katika kusoma neno, dumu katika neno. Unapolisoma neno litafakari. Mungu anaonekana katika kupitia neno, litafakari. Go deeper. Linasema nini? Linamaanisha nini? Neno uliamini. Sasa sikia nikwambie, shetani hatataka usome neno. Shetani hatataka uliamini neno. Shetani hatataka uliamini neno. Utalisoma, utalichukulia kawaida, utachukulia simple. Pasipo imani, ndugu yangu, ni kazi bure. Kwa sababu imani ni matarajio baada ya mambo, ni matarajio baada ya mambo yasiyoonekana. Ni matarajio ya mambo yajayo yasiyoonekana. Amen. Kwa hiyo mambo yako yamefichwa rohoni, unatarajia uyapate. Kwa hiyo pasipo imani haimpendezi Mungu kufanya jambo lolote. Waebrania 11 mstari wa 1 na mstari wa 6. Kasome. Unapomwendea Mungu uamini yupo, naye huwapa thawabu wale wanao muamini. Kwa neno la Mungu ni amini na kweli. Ufunuo 22 mstari wa 6. Bwana anasema neno lake ni amini na kweli. Ufunuo 21 mstari wa 5. Bwana anasema neno lake ni amini na kweli. Haleluya. Kwa hiyo pasipo imani hujaiona kweli. Lakini ukiwa na imani, utaijua kweli. Na hiyo kweli itakuweka kuwa huru kweli kweli. Itakufanikisha. Yohana 8 mstari wa 32. Utaijua kweli. Maana kweli imefichwa. Kweli iko rohoni, imefichwa. Utaijua kweli na hiyo kweli itakuweka kuwa huru kweli kweli. Umeona? Yohana 8 mstari wa 32. Kwa hiyo kama huna neno, hujajua neno, hujatamka neno, nguvu haipo. Na utasema umeenda katika roho, utakuwa hujaenda katika roho. Kwa hiyo neno atakapokuletea Mungu hilo neno, lazima uwe na imani. Haleluya. Ukisha go deeper, ukalitambua hilo neno, unapolitafakari ukalitambua hilo neno, uwe na imani. Imani ni lazima. Pasipo imani haiwezekaniki kitu. Naona imani inakuja kwa kusikia neno la Mungu. Haiji hivi, inakuja kwa kusikia neno la Mungu. Lile neno unapolisikia, ukalitambua linasema nini, jua ni Mungu amelituma neno lake. Haleluya. Amen. Inakuja kwa kulisikia. Kwa hiyo unapolisikia liamini. Adamu hakusikia neno la Mungu akaharibikiwa. Lakini wewe ukisikia neno la Mungu, baraka zitakujia. Kumbukumbu 28 mstari wa 1 mpaka 13. Kasome. Ukisikia na kutii kuyafanya baraka zote zitakujia. Ukisikia na kutii, Isaya 6 mstari wa 19, utakula mema ya nchi. Unaona? Utakula mema yote hapa duniani. Utafanikiwa hapa duniani. Utakula mema ya nchi. Kwa imani inakuja kwa kusikia neno la Mungu. Hilo neno unapolisikia, liamini. Maana niamini na kweli Bwana amesema. Mungu si mwanadamu ataseme uongo. Hesabu 23 mstari wa 19. Mungu si mwanadamu ataseme uongo, wala sio mtu ajute. Yeye ni roho, anaumba. Amini, yeye ni kweli. Sasa hilo neno utakiwa uliamini. Maana hilo neno Bwana anasema halitamrudia bure. Umeona? Nikija neno haliji bure, wana Mungu, haliji bure. Halitamrudia bure, litatimiza mapenzi yake. Amen. Kasoma Isaya 55 mstari wa 10 mpaka wa 11. Mungu anapolituma neno, linakuja kama mvua ya baraka kwa majira hayo. Umeshaona mvua inarudi kule mbinguni? Mvua hairudi mbinguni. Mvua huwa hairudi mbinguni. Majira ya mvua ikinyesha, kimimina yale maji ya kutoka juu, inaachilia baraka kwenye ardhi. Ardhi unaweza kupanda kitu, ardhi inakuwa. Watu tunakosaga mvua, tunaomba tupate mvua ili tuweze kupata mazao, tupate baraka, tupate maji. Na maji ni uhai. Maji ni Mungu mwenyewe. Haleluya. Roho Mungu atamake juu ya maji. Kasome Mwanzo 1. Kwa maji ni uzima wetu. Maji maji yana ishara ya Mungu mwenye, maji ya ishara ya Roho Mtakatifu. Yanapotoka juu, yanapokuja kwenye ardhi, yanaachilia jambo kuumbika.
Haleluya. Kasome, sikia nikwambie, Mwanzo mbili. Haleluya. Kuanzia mstari ule wa 6. Utaona ukungu ulitoka juu ukatilia maji kwenye ardhi, ndio Mungu akaweza kufinyanga ule mwili wa mtu. Kwa hiyo ardhi haiwezi kitu pasipokuwa na maji. Huwezi fanya chochote. Mwili wako kutoka kwenye ardhi. Hauwezi kitu pasipokuwa na maji, ambayo maji ni roho ya Mungu. Maji ya uzima ni roho ya Mungu. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo liamini neno linakuja kama mvua ya baraka katika Isaya 65 mstari wa 10-11. Kama vile Mungu anavyoituma mvua majira yale. Hairudi juu. Ndivyo linapokuja neno lake. Linakuja wakati ule kuachilia baraka zako. Usilache liende bure. Na Mungu analiangalia neno lake aweze kulitimiza. Halitamrudia bure. Amen. Kangata katika Yeremia 1 mstari wa 12. Bwana anambia Yeremia, unaona nini? Akamwambia nimeona. Akamwambia umeona vema. Na mimi ndivyo ninavyoangalia neno langu niweze kulitimiza. Sasa nikwambie, neno la Mungu kulisoma, unaona nini? Unaona nini? Unaona vema? Unaona vema neno la Mungu? Umelielewa? Umelitafakari? Umeliamini? Je, umeona vema? Maanake yeye wakati anatamka neno ile siku ya kwanza mpaka ya 7 aliona vema. Na wewe neno unapokuja hata kwa mara ya kwanza na linaendelea kuja kila wakati, umeona vema kama Mungu alivyoona vema? Ujue Mungu anaona vema kwako na wewe uanze kuona vema. Haleluya. Mungu anaangalia neno lake aweze kulitimiza. Alimwambia Yeremia, umeona vema? Ndio nitafanya neno langu naweza kulitimiza. Na wewe ujue neno la Mungu anapokupa hilo neno, ujue analiangalia vema aweze kulitimiza. Halitamrudia bure. Na Mungu siku zote anapokuja kuleta neno, anakuja kutufungua. Hapo ambapo umeona ufanikiwi, umefungwa, ufanikiwi. Ukiona umefanikiwa, ujue mbingu imefungwa, hakuna neno. Neno liko juu, limefungwa. Kwa hiyo likifunga, anga ikifunga, uone mambo ya kimbingu, uone solution na ardhi imefunga. Haleluya. Kwa hiyo ukiwa na neno, mbingu zinafunguliwa majira yale. Maana mbingu imebeba majira. Neno linafunguliwa, limekuja wakati huu, halitamrudia Mungu bure, litatimiza mapenzi yake. Na neno likija litakuja kukufungua na kukuponya. Mungu anasema hivi katika Zaburi 107 mstari wa 20. Mungu lituma neno kutuponya na kutokuwa na maangamizi. Linakuja kutufungua kutoka kwenye maangamizi. Haleluya. Haleluya. Na hilo neno halitamrudia bure. Hilo neno analiangalia, alitimize. Kwa Mungu akilitimiza, tayari umepata muujiza. Haleluya. Umepata muujiza. Umejua kweli na umepata muujiza. Sasa utapataje neno? Jitahidi kila siku kusoma neno la Mungu. Na ukishalisoma litendee kazi. Usisome tu kakaa, litendee kazi. Litafakari, liamini, litendee kazi. Tunaishi kwa neno. Unapolitendea kazi sasa, sio kulala. Neno ni mbegu, unajua? Neno ni mbegu. Likija majira yale, limekwambia kitu, umelifanya, linaota mti wa uzima. Neno lilikuwa ni mbegu katika roho. Mungu akalika katika mwili kama mti wa uzima. Akisema tunda bustanini mmeweza kuyala, neno linazaa baraka, ni mti wa uzima. Bwana anasema, je, maneno yangu si kama mbegu? Sikia nikwambie, kinachokutesa kilichokufunga na chenyewe kilitamkwa neno tena la muovu kwenye madhabahu ya giza. Stop. Hata shida, hiyo shida iliyokufunga ni pando tayari, linaanza kunena mapooza, linaanza kunena kutokufanikiwa, linaanza kunena utasa. Hilo pando aliyekupandia ni nani? Nimekwambia neno ni mbegu. Neno la Mungu ni mbegu. Hata shetani nilo ambalo linatokea kwako. Maana hapa mwili unaishi kwa neno. Usipoishi kwa neno la Mungu, utaishi kwa neno la muovu. Kuna sehemu madhabahu ya giza imekutamkia neno. Hilo neno likaachiliwa kwa sadaka. Likaja kwako, ndio likakufunga, likakupa shida. Ukao uko gizani. Umeona kinachokutesa ambacho uko gizani, ujaona mafanikio. Huwezi kupata mafanikio kwenye nguvu za giza. Shetani ni baba ya uongo. Alimdanganya Adamu, akajua atafanikiwa. Eti awe kama Mungu wakati kashafanikiwa. Alipodanganywa, akala kwa jasho, hadi zikamzalia miiba. Kwa naomba nisikie, neno la muovu lisikudanganya hata siku moja. Neno la muovu lisikudanganya hata siku moja. Wala usitegemea akili zako. Adamu ategemea akili zake akadanganya. Tegemea akili za kimungu.
nafsi kuwa hai, kutambua mambo ya rohoni kuyafanya. Kwa hiyo kinachokutesa pia ni neno la mwovu, lilitamkwa kwenye madhabahu ya giza kwenye majira fulani, likaja kama mbegu, likatamkwa likawa mbegu, majira akafika likazaa mabaya kwako, likazaa vifungo, likazaa nini. Ndio maana Bwana anasema hivi katika Mathayo 15 mstari wa 13, anasema hivi, pando ambalo Baba yenu wa mbinguni hajawapandia litang'olewa. Na mtu akung'oa ni nani? Unapokuwa na Mungu, wewe ni hekalu la Roho Mtakatifu. Umeona sasa, wewe ni neno tayari, ni mwana wa neno tayari. Soma neno, tamka neno, ndugu yangu. Mungu anapokuwa ndani mwako, Wakorintho wa kwanza 6:19, je, hamjui miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu? Huo mwili wako, nilikwambia, hauwezi kitu pasipokuwa na roho. Kwa hiyo roho akikaa, amefanya makazi yake, na wewe unakuwa ni mwana wa neno. Mungu, ile neno unapolitamka ni neno la Mungu, linafungua mbingu, kitu cha kiroho linakuja hapa duniani kwenye ardhi, kitu kinaumbika, unaanza kuona mambo yanazaliwa katika mwili yenye mafanikio. Haleluya, haleluya. Na nani wa kuling'oa? Kwa hiyo Mungu anapokuwa ndani mwako, anasema nimewaweka leo, amen, ili kung'oa, kubomoa kung'oa. Unang'oa sasa ile pando la mwovu, neno la mwovu. Lazima utaling'oaje? Kwa kutumia neno. Neno la Mungu ni amini na kweli, kuliko neno la mwovu ni uongo. Kwa ndatia ukweli kwenye uongo, uongo najitenga, kweli nakaa. Kwa neno la Mungu lina nguvu, linabomoa, linang'oa pando la mwovu. Huwezi kung'oa hilo neno la mwovu ambalo linakutesa kama huna neno. Kila neno la mwovu lililopandwa, kuna neno la Mungu la kung'oa neno la mwovu. Haleluya, ni pando hilo. Yeremia 1 mstari wa 10, Bwana anasema nimeweka hivi leo katika ili mweze kung'oa, kubomoa. Unajua kubomoa ni nini? Wamekaa sharika, wakajenga nyumba katika roho ya giza, ikawa nyumba ikajengwa, ikawa kitu kikubwa, wakapanda. Siku moja nilifundisha kwamba mti wa uzima unaenda na nyumba sharika. Kwa hiyo walikaa sharika, nyumba wakajenga, ikawa kitu. Hilo neno likaja likajenga kitu kwako, likafanya makazi ndani mwako. Kwa hiyo bomoa. Nimeweka leo hii Yeremia 1 mstari wa 10, ili kung'oa, kubomoa, kuharibu. Kuharibu, unaharibu mipango, kwa sababu kila kitu kina mipango, makusudio yao. Maana Mungu alishakusudia mambo mema yazaliwe mema, uyaone vema. Ndio na makusudio yao. Haribu mipango hiyo. Haleluya. Angamiza kabisa kwa moto. Kwa nini kwa moto? Angamiza kabisa kwa moto. Nimekwambia neno linakuwa ni pando. Unaweza kuling'oa neno la mwovu, pando la mwovu sasa, ukalibomoa, ukaliharibu, ukaliteketeza. Teketeza na moto. Biblia inasema hivi katika Isaya 40 mstari wa 24, hawakupandwa kama mbegu, wala hawakutia mizizi katika ardhi, wakanyaushwa, wakapeperushwa kama mabua makavu. Naona pando la mwovu kwa neno la Mungu linang'olewa, haliweki mizizi, linakuwa makapi, linapeperushwa na upepo. Na wakati mwingine haliwezi kupeperushwa na upepo, linapokuwa mabua makavu haliwezi kujiokoa na mwali wa moto. Umeshaona bua kavu likienda popote, halijiokoe na mwali wa moto. Ulikutana na moto, ile bua kavu linawaka. Isaya 47 mstari wa 14 anasema hawatajiokoa na mwali wa moto, watakuwa kama mabua makavu, watakuwa kala kutiwa motoni, hawatajiokoa na mwali wa moto. Sikia nikwambie, wakishachoma wanakuwa majivu. Hilo pando la mwovu kishaling'oa linakuwa majivu, na baadaye linakuwa majivu. Malaki 4 mstari wa 1 mpaka wa 3. Kaangalie, endelea mpaka wa 4. Anasema litachomwa, itakuwa majivu. Sasa nikwambie, ikiwa majivu inakuwa ni nini? Nisikize vizuri. Ikiwa majivu inakuwa ni nini? Inakuwa ni mbolea. Zaburi 83 mstari wa 10 imesema watakuwa kama nini? Kama nini? Samadi. Samadi ni mbolea. Watakuwa kama samadi.
Kasome Zaburi 83 mstari wa 10. Kwa hiyo wakishakuwa majivu, sio unaona tukiweka majivu yanatuzalia baraka. Ndipo pale sasa unakuta neno la muovu linazaa baraka. Yaani neno la muovu wanakutamkia baraka, linakuzalia baraka. Bwana amesema hivi, neno la muovu ndio kutamkwa ni laana. Wakulanio watalaniwa, wakubarikiwa watabarikiwa. Kwa hiyo neno kama madhabahu ya Balaki alipomwita Balaamu atamke neno kuwalaani wana wa Israeli. Malaika wa Bwana, Bwana alikamata kinywa chake. Maana kinywa cha Bwana kimetumbia baraka. Umeona? Kwa hiyo wakati yeye madhabahu ya waovu inatangaza kukutamkia wamepanga kutamkia laana. Kinywa cha Mungu kilichotamkiwa baraka kijikuta kimekaa kwenye mdomo wa nani? Wa Balaamu. Akatangaza baraka badala ya laana, na wenyewe wakalaniwa. Maana shetani ashalaniwa. Madhabahu zao maneno yao ni ya laana. Kwa hiyo kama ukisoma Zaburi 109 Bwana anasema badala ya laana nitabariki. Umeona? Maneno yao yatakuwa baraka kwako. Umeona? Kwa hiyo sasa pando la mwovu linapokuwa majivu yanapopandwa kwenye ardhi yanazaa baraka, ndivyo ilivyo. Yale mapando yao yanachomwa, yanakuwa majivu. Wanajikuta yanakuwa baraka kuchepshia wewe, ya kukuchipushia wewe baraka. Amen. Na wewe kinachotokea unakuwa nini? Unakuwa ni mti wa uzima. Mti unaozaa baraka, unakuwa mzabibu mwema, unakuwa connected na Mungu aliye hai, Yohana 15. Unakuwa ni mti wa uzima, unazaa matunda, zabibu njema, na Bwana anakupalilia. Sasa ukishakaa huko ukiwa connected na Mungu, Bwana unazaa baraka. Wewe ni mzabibu mwema, unapoendelea kukaa naye unaendelea kuzaa baraka, anazidi kukupalilia. Haleluya. Yeremia 24 inasema hivi, kikapu unakuwa ni kikapu kipi? Ataanza tu na Bwana, hata sasa hivi anza. Unakuwa ni kikapu cha tini. Bwana akamwosha Yeremia vikapu viwili, tini mbovu na tini nzuri. Zile tini mbovu ndio wale wa madhabahu ya giza, neno lao ndio fanya mabaya. Watatupwa huko na huko. Hawatapandwa, wataharibikiwa. Lakini wewe unakuwa tini, kikapu cha tini nzuri kutoka juu mbinguni. Kwenye mbingu ni anga. Mungu aliita anga mbingu. Kwa hiyo mbingu inaachilia jambo kutoka juu mbinguni. Ni majira mapya. Anga imebeba majira, ni majira mapya. Kwa kikapu cha tini, wewe ni kikapu cha tini. Kasoma Yeremia 24, kikapu cha tini kutoka juu. Kwa Bwana anasema nitawapanda wala sitawang'oa. Unaona? Kwa hiyo unapotamka neno la Mungu, kuna nguvu ya kupa mafanikio ya kuzaa kitu kitokee. Kitu kitokee. Haleluya. Basi dumu katika neno na utendee kazi neno. Usiache neno. Utanipa ushuhuda. Utamwona Mungu sana. Utabatilisha neno la mwovu kwa neno. Umba baraka zako kwa neno. Neno la Mungu inasema katika Isaya 65 mstari wa 16, atakayejibariki duniani amejibariki kwa Mungu wa kweli. Kwa ukitamka neno, unatamka duniani, jua lile neno limeshaandikwa mbinguni, mbingu inafunguka. Ndio maana ukijibariki duniani umejibariki kwa Mungu wa kweli. Ukifungua duniani na mbinguni umefungua. Mathayo 16 mstari wa 18 19, wala malango ya kuzimu hayatakuweza, yanafungwa. Haleluya. Na wewe hilo jambo linafunguka. Anga linakuwa wazi, ardhi yako inatikisika, miamba inapasuka, makaburi yanafunguka. Kwa hiyo jambo lilikuwa limekufunga, ambalo ulikuwa hujaliona, linaanza kufunguka sasa. Linaanza kufunguka. Hata kama lilikuwa limefungwa kwa miamba ya namna gani. Maana Yesu ndio mwamba mwenyewe, mwamba imara. Nani atakayeweza kumshinda? Kumbuka kaburi la Yesu. Ile jiwe halikuweza kumshinda. Kwa hiyo unapotamka neno ambalo limefungwa kwenye giza, linazaa mapooza. Hujaona linazaa utasa, hujaona kitu. Tamka neno. Lile neno unapolitamka unafungua. Maana huo mwili wako unaboko duniani, neno lako sio lako, ni neno la Mungu. Unatamka, unafungua katika ulimwengu wa roho, unafungua ule mlango wa giza, ule mlango wa kuzimu, ule mlango wa neno la mwovu, unachilia baraka. Unafungua neno ambalo limefungwa, unafungua duniani na mbinguni umefungua, wala malango ya kuzimu hatakuweza. Mathayo 16 nimesema mstari wa 18 mpaka 19. Haleluya. Na Mathayo 18 unaambiwa ukifungua duniani na mbinguni umefungua. Unaona? Amen. Isaya 22 mstari wa 22. Ukifunga umepewa funguo yenye mamlaka
ambayo ukifunga hakutakaweza kufunga. Neno la Mungu lina nguvu ya kufungua jambo na mwovu asiweze. Maana neno la mwovu ni fake, neno la Mungu ni original. Unapolifungua hilo neno hakutakaweza kufunga. Yule alikuwa amekufungia hawezi kukufungia tena. Utakapofungua kuna atakayefunga. Na ukifunga neno la mwovu hakutakaweza kufungua, kwa sababu ni nguvu, ni original, ni Mungu mwenyewe amefungua. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo dumu katika neno la Mungu. Unapofungua mbingu inakuwa wazi, ardhi zinatikisika. Kwa nini upate shida? Ukisoma katika Kumbukumbu 30 mstari ule wa 14 mpaka 16, neno la Mungu aliko mbali, mwana wa Mungu. Unaona mimi hapa nimekaa na neno, napenda sana neno. Na hapa naongea na wewe wala hata sisomi, ingaje nimeweka Biblia nahitaji kusoma, lakini hata sisomi kwa sababu ninapenda neno. Neno unapolisoma ukalielewa, basi unapolitamka sio wewe, limekujaa. Sikia nikwambie, ukijaa neno sana, umejaa roho sana ya Mungu. Amen. Unatiwa uungu, unakuwa ni mwana wa Mungu. Haleluya. Na mwana waliye juu, unakuwa viwango vya juu, mwana wa Mungu. Utakuwa chini. Kumbukumbu 28 mstari wa 13 nasema utakuwa kichwa wala sio mkia. Utakuwa juu wala hutakuwa chini. Amen. Sikia nikwambie, kwa nini unakuja juu? Kwa sababu umeketi na Mungu wa juu. Neno lake haliko mbali, liko ndani ya vinywa vyako. Sio mpaka mbinguni upande. Hapo hapo mbingu iko hapo hapo mdomoni mwako. Unaifungua tu mbingu. Unapotamka malaika wanajua, kama sauti ya trumpet ilipokuja kwa Ibrahimu. Alipoweka tu kumtoa Isaka, sauti ya trumpet, tazama mwana kondoo pembe yake imenaswa kwenye kichaka. Sauti ya Mungu iliketi na Ibrahimu duniani kufungua. Yule malaika alikuja kwa Ibrahimu, unapotamka anakuja anachilia baraka kwako. Anachilia baraka kwako. Kasome Mwanzo 22 mstari wa 17-18. Katika kubariki nitakubariki, na uzao wako utauzidisha kama nyota za mbinguni na mchanga baharini, na uzao wako utamiliki malango ya maadui zako. Ndivyo ilivyo. Haleluya. Haleluya. Unafungua malango ya kimbingu, unamiliki malango ya adui. Amina. Kwa sikia sasa nikwambie, neno la Mungu aliko mbali, liko karibu, liko katika kinywa chako. Mungu amekuwekea mauti na uzima. Usitamke mabaya kila siku, nimeshindwa, sioni njia kwa mafanikio, sioni nini. Neno liko karibu, tamka uzima, maana neno ni uzima. Hayo maneno niloambia ni roho, tena ni uzima. Neno ni roho, inaweka uzima wa jambo la kimungu lionekane. Usitamke mauti. Mtu atashiba, tumbo la mtu litajazwa kwa nini? Kwa matokeo ya maneno yake mwenyewe. Sikia nikwambie, tamka neno. Tamka neno, haliko mbali. Sio ng'ambo ya bahari, Biblia inasema ukanifuatilie, nani anifuatilie akaniletee. Sio mbinguni upande, nani atapanda mbinguni akaniletee. Neno liko karibu sana na wewe, liko kwenye vinywa vyako. Tamka neno. Tamka neno unaloliamini, unaloliona, litamke na litendee kazi. Maana neno liko katika roho, limekuja umelifahamu. Mikono yako ingia katika kutenda kazi. Mungu alivyotamka rohoni, akaingia akaumba katika mwili. Yafanye mapenzi yake, chukua hatua, miguu yako iende hilo neno. Usikimbilie maovu, iende kwenye kitu ambacho umekiona. Miguu yako utatoka umebarikiwa, tu umebarikiwa. Kumbukumbu 28 mstari wa 6 na wa 7. Lifatie neno lile ambalo umeliona, kalitendee kazi. Haleluya. Nafsi yako itakuwa hai, mbingu itakuwa wazi. Mbingu ilipofunguka kwa Adamu ilikuwa wazi. Mungu akipulizia pumzi akawa nafsi hai, na wewe nafsi yako itakuwa hai. Adamu alitambua kuyatenda kwenye ardhi, na ndio maana ardhi ikaumbika. Na wewe mbingu ikiwa wazi. Yesu wakati anasulubiwa pale msalabani, mbingu ilikuwa wazi, ardhi ikatikisika, miamba ikapasuka, makaburi yakafunuka. Ndugu yangu, neno inafungua mambo ya kimbingu, ardhi ziwezi kusimama, inakuzalia jambo linatokea. Haleluya. Kwa hiyo maneno Mungu ameshaweka kwenye kinywa chako, kama alimwambia Yeremia, nitaweka maneno ndani ya kinywa chako. Alimwambia Musa. Na neno la Mungu likawa kwa Musa, likawa kwa Haruni. Walivyotamka yalikuwa. Sikia nikwambie, Luka 21 mstari wa 15. Mungu amesema ametupa hekima. Sawa? Ametupa hekima na ametupa kitu chenye hekima. Haleluya. Ambapo utakapotamka neno hilo neno, adui zako watesi wako hawatakupinga,
wala kukushinda. Una wasiwasi gani? Neno la mwovu haliwezi kukushinda wala kukupinga. Yakobo 4:8. Haleluya. Mkaribieni Mungu naye atawakaribia. Mpinge shetani naye atawapinga. Mkaribie Mungu kwa neno. Kaa rohoni kwa neno. Umekaa pamoja na Mungu. Amen. Mpinge shetani, usiende kusikiza maneno ya mwovu. Yale masauti, umeshindwa wewe, uwezi, usiamini, yatakuletea hofu, na hofu ni dhambi. Utakosa imani. Na Biblia inasema katika Marko 16 mstari wa 17-18, wasioamini watahukumiwa. Unaona? Kwa nini hukumiwe? Usisikilize hofu. Kile utakachokihofu, utakachoongea yale maneno ya mwovu kwenye masikio yako, kile unachokiamini, kile unachokiogopa kitakujilia. Lakini kile unachokiamini cha Mungu kitakuingilia pia. Ishara zitaambatana na wale waaminio. Kwa jina langu watasema kwa lugha mpya, watashika nyoka, hata kila kitu cha kufisha kitawazuru. Kasoma Marko 16:17-18. Haleluya. Kwa dumu katika neno. Neno unaposimama, imani inapokuja kupitia neno, hutaona hofu, hutaona woga, hutaona kushindwa. Utaona unayaweza mambo yote katika kutia nguvu. Na hapo ndipo mafanikio yako yanapokuja. Haleluya. Haleluya. Shalom. Kwa leo inatosha. Tutaendelea kesho. Kesho nitakuja kuwafundisha kitu kikubwa sana. Amen. Amen. Nitakuja kuwafundisha somo la malango. Ambatana na mimi. Nakuja kufundisha somo la malango. Maana mlango mkubwa umefunguka mbinguni kwa ajili yako, akija kwa kupinga. Amen. Na wakati Mungu anasema malango yetu yatakuwa wazi kupata vibaka mataifa. Kesho nitakuja kuwafundisha somo la malango. Utaambatana na mimi, hilo somo nitalifundisha wiki nzima uweze kufanikiwa, mwana wa Mungu. Nitakuja kufundisha somo la malango. Usiache kunifuatilia ili uweze kupata kuishi kama mfalme duniani, kuishi na kufanikiwa kama roho yako inavyofanikiwa. Ufanikiwe na kuwa na afya tele kama roho yako inavyofanikiwa. Haleluya. Subscribe hapo, endelea kupata mafundisho yetu. Amen. Tufuatilie, tunafunua siri ya neno la rohoni ambalo limefichwa, uweze kujua kweli. Bwana abariki. Nitakuja kufundisha kuhusu tambua malango ya hatima yako. Tambua malango ya hatima yako. Utakapotambua utanipa ushuhuda. Shalom. I love you. God bless you.